mtumishi wako aliyeinama kunyenyekea akapiga magoti mahali hapa. Muinue Bwana, mtumie Jehova, kila atakayolisema watu watasema ndio. Bariki serikali, bariki Bwana. Kabla sijatamka kufungua mkutano, ninaomba mtu anisomee hilo andiko, neno la mkutano, Marko 16 mstari ule wa 15. Na kwa mjibu wa ibara ya 19, ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ambayo imetoa uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuchagua dini yoyote unayoitaka, pamoja na kubadilisha dhehebu unalolitaka, na imani ya kwamba wale watumishi ambao wanakuja ofisini na kunisumbua kutaka kusajili kanisa, nina mafaili mengi sana pale baba askofu, toka mwaka jana wanataka kusajili makanisa. Wakati mwingine mimi najiuliza, hivi ni kweli makanisa yote yaliyopo mazuri umetofautiana nayo mpaka utake kusajili? Ninaomba EAGT wakaribisheni. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Asante. Yesu wakati anakaribia kuondoka kurudi kwa Baba, akawaita wanafunzi wake, akawapa agizo, tunaita the Great Commission, wito mkuu. Wito mkuu anasema, enendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili. Injili ni nini? Warumi sura ya 1 mstari wa 16 anasema Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo ni lazima tujitambue wito tulionao wa kwenda kuhubiri Injili. Majambazi waokoke, walevi waokoke, watelekeza familia waokoke, wenye magonjwa wapone, wenye utapiamlo wapone, wasiotunza wakwao wapone, katika jina la Yesu. Enendeni. Kwa na imani ya kwamba baada ya mkutano huu mtakwenda kuhubiri mtaani. Njooni pale ofisini, nendeni kwa OCD, toeni taarifa. Tunakwenda Sabasaba kuhubiri, tunakwenda Mandela kuhubiri, tunakwenda Sokokuu kuhubiri. Huko kuna watu wanahubiri Injili. Msikae tu Bible sokolo peke yake. Nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe atakaye amini na kubatizwa. Natamka kwa jina la Yesu, ninafungua mkutano huu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Suti na tai, mwanzoni sikuwa nako.